Bwana, ni tagi la usajili. Karibu sana katika habari za usajili ambazo tumekuandalia kutoka katika klabu ya soka Young Africans. Nadhani hizi ni taarifa ambazo zinakupa wasaa wewe kuweza kufahamu nini ambacho kinaendelea na yale ambayo yanaendelea katika klabu ya soka ya Young Africans. Na kimsingi ni kwamba klabu ya soka Young Africans imefanya kazi kubwa sana ya kufanya mipango kazi ya kimikakati katika masuala mazima ya kimichezo na burudani, lakini usajili wa kimichezo au usajili wa wachezaji ambao wanakwenda kuliwakilisha taifa, wanakwenda kuiwakilisha Young Africans katika msimu unaofuata. Young Africans wamegoma kushiriki mashindano ya Kagame Cup. Lengo kubwa, wanahitaji kuhakikisha wanatengeneza kikosi chao kwa namna moja ama nyingine. Kumbuka kwamba Young Africans wametangaza majina ya wachezaji ambao wanakwenda kusajiliwa katika kikosi chao na kusema kwamba msimu huu ni msimu ambao wanahitaji maendeleo zaidi na sio masinema. Ndio maana wanasema kwamba msimu huu bwana, watalaumiana. Walishafanya sajili nyingi sana za kitapeli na ambazo hazikuwa na msingi wala maana yoyote. Kwa hiyo mpaka hivi sasa taarifa kutoka katika vyombo vya habari vya nje vinaripoti kwa Young Africans kuna wachezaji ambao tayari imeweka ubia nao, ina wachezaji ambao imetengeneza mikakati na mipango kazi nao, na tayari imesharekebisha mambo mengi katika kuhakikisha wanarekebisha kitu kimoja ambacho kiko katika mfumo haraka sana. Sasa moja kati ya vitu ambavyo Young Africans wanafanya ni kwamba wameamua kutangaza kuachana na wale wachezaji ambao waliwatoa kwa mkopo, ambao ni wakina Celestine Okua, Mohamed Dumbia, Andy Boba Boyeli, Ofen Shikola, lakini pia Rasen Koma. Tumeshuhudia wachezaji kama kina Musa Balakonte, na wameamua kuvunja ukimya na kwenda katika ardhi ya Mafalao kule Misri, na kusema kwamba wanahitaji kupata wachezaji ambao wataifanya Young Africans kukua zaidi. Kwa mchezaji namba moja ambaye anatajwa kujiunga na klabu ya soka Young Africans ni Emam Ashul. Emam Ashul ni miongoni mwa wachezaji ambao wanatarajiwa kujiunga na klabu ya soka Young Africans kwa maendeleo makubwa, na ni miongoni mwa wachezaji ambao wataifanya Young Africans ikue zaidi. Kumbukwe msimu unaofuata Young Africans wameahidi kwamba hawatarudia makosa kama ambayo waliyafanya katika msimu huu. Makosa ambayo waliyafanya ni kufanya sajili ambazo kimsingi zimeonekana kuwa za kitapeli. Unajua sajili ambazo zinaonekana za kitapeli ni zile sajili ambazo hazikufanya kazi kwenye msimu mzima. Kwa hiyo jambo ambalo hili linawafanya Young Africans kukosa weledi, kukosa kazi, kukosa uimara. Ndio maana tumeshuhudia msimu huu Young Africans wamekuwa na timu ambao ni mbovu kweli kweli, ingawa wamepambana kupata matokeo. Sasa moja kwa moja kutoka katika viunga vya habari na michezo, Young Africans wametangaza state of emergency, yani alert, kuleta wachezaji hatari zaidi kutoka huko nje. Ndo ambako wamesema wanamtafuta chuma cha kazi ambaye ni Obley Modiba kutoka Afrika ya Kusini, lakini pia wametangaza kupata chuma kama Jean Claude Gilumugisha, lakini wametangaza kumpata mchezaji mwenye uwezo mkubwa sana ambaye ni Emam Ashul. Kutoka katika vyumba vya habari na michezo tunaripotiwa kwamba Young Africans wameweka ofa ya milioni 900 kule Mamelodi Sundowns kumtaka Obley Johnson Modiba, Koliso Johnson Modiba, pamoja na mchezaji mwingine mwenye uwezo wa hali ya juu mno, mtaalamu wa kazi ambaye ni Obley Modiba. Kwa hiyo jambo la kimsingi hapa ni Young Africans namna gani wataweza kufanikisha mambo yao au lengo lao, ndicho ambacho kinasubiriwa, na akiwa tayari wameshagonga hodi mpaka katika klabu ya Kaizer Chiefs. Jambo ambalo kwa sasa Young Africans wanalifanya kwenye weledi wa hali ya juu mno, na jambo ambalo Young Africans wanataka kufanya kazi za kiufundi, kazi za kiweledi, kazi za kimkakati, na kazi ambayo itawafanya msimu unaokuja kufikisha malengo yao. Kumbuka Young Africans mara nyingi wamekuwa wakifanya kazi ambazo sio za maana sana. Maana yake hata kwenye hatua ya ligi ya mabingwa barani Afrika, hatua ya makundi, waliishia makundi
na ni misimu mitatu wanaishia makundi. Sasa msimu huu Young Africans wanahitaji kumaliza game, wanahitaji kumaliza malengo na kufikia hatua ambayo ni nzuri kwa upande wao. Ndio maana wanasema kwamba msimu huu Young Africans wamesema waambie mtaa wa pili wafunge geti. Maana yake wanatafuta wachezaji wenye ubora wa hali ya juu. Kwanza Kotima kutoka Bandari ya Kenya. 2 wanamchukua kiungo fundi Emmanuel Ashur. 3 wanamchukua Stefan Aziz Ki. 4 wanamchukua Ibrahim Odiba kutoka Mamelodi Sundowns. 5 wanamchukua Johnson Koliso Modau. Kwa hiyo kikosi kinaenda kukamilika kwa mustakabali wa misingi ya namna hiyo.